Jina naitwa Japhet Lameki. Napenda kuwashirikisha katika maajabu ya Bwana ambayo ameendelea kuyatenda katika canvassing ambayo imeendelea kufanyika hapa Nairobi, Kenya. Ilikuwa siku moja niliweza kwenda kazini huku nikiwa nimechoka, na tulikuwa wawili na rafiki yangu, na pasipo kujua tukajikuta tumefika katika shule moja ya watoto, na tukaingia pale tukapromote vitabu, na baadaye ndio tukuja kugundua kwamba kumbe ilikuwa shule ya Kiadventista. Hivyo tukaambiwa kwamba kwa sababu ya majukumu na ubidhi uliokuwepo, tukakaribishwa katika kikao maalum cha walimu kilichofanyika Alhamisi ya wiki iliyofuatia. Na hivyo siku hiyo tuliweza kufika katika kikao, tukawa tumezungumza na kukaribishwa kwa furaha sana, kana kwamba hatulisahau uchovu wote, na tukahisi kabisa kwamba Bwana alikuwa pamoja nasi, na tukajua kabisa kwamba hata kama tumechoka, Bwana kuna mahala ambapo ameandaa ili kusudi kuweza kutupoza. Na hivyo hiyo siku tuliweza kuuza vitabu mbalimbali, wakawa wamechukua kama shule na walimu wakachukua kama binafsi vitabu vya kusoma wao wenyewe, na tukawa tumetoka hapo tumeburudika kabisa. Hivyo baada ya hapo tulipata nguvu nyingine tena kwa ajili ya kuendelea na kazi kwa siku zilizofuatia. Ndipo tukaweza kuamini ya kwamba one drop can change color. Ni swala la chemistry, lakini linaonyesha kabisa kwamba inawezekana hata mwishoni kabisa mafanikio ya hali ya juu na ya kiwango cha juu. Kwa hiyo tusikate tamaa. Ijapokuwa unaweza ukafika hatua ukaona kwamba haiwezekani, lakini songa mbele kwa imani. Bwana ana malengo na makusudi, anaweza kufanya vitu vikubwa hata kama unaona muda umeisha katika jambo ambalo unaendelea kulifanya. Asante, barikiwa. Yes. Kwa majina naitwa Kayongi Philip Munene, ni mchungaji kutokea Chuo Kikuu cha Arusha, na leo hii katika channel yetu ya Safari ya Matumaini niko katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kinoo, na nina shuhuda ambalo ni mojawapo ya uzoefu ambao nimeupitia katika kazi ya Mungu ya uinjilisti kwa njia ya vitabu. Nakumbuka ni mwaka huu semester ya pili tulivyokuwa tunaanza kujifundisha ile theory ya hii kozi, and actually we thank God that we learned, na tumepitia uzoefu mwingi, and actually we have a thought of how it could be, but many of us walikuwa naogopa, lakini tulijitia moyo because it is kitu ambacho kinafaa kufanywa na hatungeweza kuepuka. We had to do it, na safari yetu ikaanza kwa namna moja au nyingine, na tarehe 28 ule mwezi wa 7 tukafika katika kanisa hili la Waadventista wa Sabato Kinoo, kwa sababu ndipo sehemu ambayo tumepata makazi kupitia union yetu ya East Kenya Union Conference kufanyia kazi yetu hapa. Na kwa hakika kwa wale ambao bado hawajaelewa kazi hii inavyoenda, ni mojawapo ya kazi maalumu sana ambayo Mungu ameitenga kwa njia maalumu kwa ajili ya kuwafikishia watu ujumbe, na wengi tumetoka kwa imani. Hakika hii kazi unapotoka uwezo ukafahamu unaenda kwa nani, unaenda kukutana na nani, lakini kwa imani tunatoka. Na ninakumbuka safari moja nikaanza wiki iliyopita Ijumaa, ile kwenye tarehe 4 hivi nikatoka nikaelekea Meru pale. Sikuwa nimepanga chochote wala hakukuwa na mpangilio dhabiti ya kwamba naenda kufanya nini pale kwa sababu ya hii, lakini nilikuwa natumaini kwamba nikifika pale kazi itaenda vizuri na nitapeleka vitabu na vitaweza kununuliwa. Tulifika pale Sabato tukasali kama ambavyo inavyofaa. Mchana ikafika, bado hali haijaeleweka, lakini Mungu hatuwezi tukamtamu kwa namna ya kibinadamu. God is always great. He did something for us throughout the day when our thoughts zilikuwa zimefika mwisho, but we saw God working, kwa sababu by the end of the day we had made that 1,000 through kupeana box ya vitabu ya Steps to Christ kupitia mchungaji wa Itito wa Meru Central District, na tunashukuru Mungu. Na sio hilo tu, kwamba kutoka kwa imani kunasaidia sana. Hata wengine wengi kama ninaondoka hapa ninafika kule mjini, unazunguka unaingia ofisini, unaenda sehemu, lakini unakuta pengine upokelewi. Kuna sehemu unapokelewa, kuna mtu anakuambia njoo siku fulani, lakini hadi zile haziende. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwaminifu na imani yetu ni dhabiti kwake, tunafikia watu ambao Mungu amewaandaa kwa namna moja au ile nyingine. Wao wanachukua vitabu vyetu, wanajifundisha, wanapata ujumbe, na tunashukuru Mungu kwamba mauzo tumepata na
na pia tumeweza kupata uzoefu mpya kupitia uinjilisti wa vitabu. Kwa hiyo nina wasihi wenzangu ambao mnapata shuhuda hii kwamba msiogope kutenda kazi ya Mungu. Uende usiweze kuhubiri kwa njia ya kusimama kwenye pulpit uweze kuhubiri, but you can take copies of books, go and share with the people and we will be blessed. Jiunge na kazi hii, fanya kazi ya Mungu na tuendelee kubarikiwa. Amina. Kwa jina naitwa Ladis Emmanuel, napenda kushuhudia ajabu makuu ambao Bwana ametutendea tukiwa tukifanya hii kazi. Nakumbuka siku moja ambapo niliagana na rafiki yangu, ilikuwa yeye aende mahali fulani husika akitimiza majukumu fulani ambayo ni yale yale, lakini mimi nikadirectiwa kwenda kufuatilia appointment ambazo zilikuwa zimewekwa. Na katika kufuatilia zile appointment, kwa bahati mbaya watu wote walioniahidi appointment hakuna hata moja ambayo ilitimizwa, kila mmoja alitoa uzuru. Na hiyo ikanifanya nikafadhaika sana, nikachoka sana, na matokeo yake nikakata tamaa na moyo ukayeyuka. Lakini likaja wazo moja kwamba nipite shule fulani ambao nilipita pia, wakakataa kunikaribisha wakidai kwamba principal wa chuo hakuwepo, hivyo wakanidirect nje siku nyingine ambao ni kesho yake, ambao hiyo kesho yake sikuja, siku zikapita siku kadhaa. Sasa nikaona nielekee katika hiyo shule. Nilipofika nilipokelewa, lakini nilipopokelewa ilikuwa ni process ndefu ambazo zilitakiwa kufanyika, maana nikakutane na secretary, na secretary akanidirect kwa principal wa chuo, na automatically principal wa chuo akasema kwamba hawaruhusu kuzungumza shughuli hizo za vitabu, lakini mimi nikawa nimepata kibali kwa namna ya ajabu sana. Nilimshukuru Mungu, japo nilipopewa kibali niliambiwa nisubiri muda niende nitarudi, na nikarudi on time kama tulivyokuwa tumekubaliana. Matokeo yake ni kwamba sikutegemea nilichokiona. Watu walinunua kitabu na ikawa nimetiwa moyo. Basi katika wakati huu nipende kuzungumza fungu moja ambalo nilikuwa nimeliweka kwenye moyo wangu, au lilikuwa katika akili yangu na fikra zangu, ikiwa ni sehemu ya pambano langu. Yakobo 4 fungu la 7 inasema, basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Lakini Petro wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 9 inasema, nanyi mpingeni huyo mkiwa thabiti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Hilo fungu lilinifanya nisisikilize habari ya uchungu unaopitia moyoni, na matokeo yake nikapata faida, kwa maana vitabu kilichukuliwa na jina la Bwana likatukuzwa, nikamshangilia Bwana. Asante.